vile vile tumeweka pesa ambayo itatusaidia kwa mambo ya matibabu. Mnakumbuka niliwaeleza ya kwamba tutapanga hii mambo ya afya. Mimi nataka niwatangazie leo ya kwamba kwa ile budget huyu muungwana amepitisha kule bunge, tuko na pesa ambayo tutasaidiana na counties. Mnajua tumesema tunaanza bottom up, si ndio? Tunaanza kwa kijiji. Sasa tumesema afya itaanza kwa kijiji. Kabla hujaenda hospitali, tunataka tupange pale kwa kijiji tutakuwa na community health promoter, muuguzi, mtu mwenye ambaye ako na mafunzo ya mambo ya matibabu. Na tunaajiri ama tutawapatia pesa stipend community health promoters 1,100 Kenya. Kila kijiji Kenya, kwa nyumba 100 tutakuwa na muuguzi mmoja. Anazunguka kwa hiyo nyumba. Hana kazi nyingine, anazunguka, anakuja kwa mama fulani, anapima pressure, anapima sukari, anakuuliza maneno. Ndio. Tunaelewana? Anaenda kwa mama fulani, kabla mwezi imeisha, amefika kwa nyumba ya kila mtu. Nyinyi mnanielewa? Tunasema afya ianze kwa kijiji, kwa sababu unajua wale watu wanajazana kwa mahospitali. Kuna mtu wako na homa peke yake, ameenda kwa referral hospital, ameenda kupiga laini, na ni homa tu, akipatiwa aspirin na nini anamalizika mambo yake, lakini ameenda kuleta jam kwa hospitali. Sasa huyu community health promoter atamalizana na wewe hapo nyumbani, na tumempatia dawa kidogo. Ile dawa kidogo iko makamasi kidogo, tunapatiwa wewe dawa. Hakuna haja hakuna haja ya kwenda kusumbukana hospitali ama namna gani. Alafu anaangalia wewe, anasema huyu wewe enda referral hospital, ugonjwa yako iko ngumu. Haya, wewe enda dispensary. Huyu mwingine enda health center. Sijui kama tumekubaliana. So hapa Nakuru tumekubaliana na Governor Susan, si ndio Su? Tumekubaliana community health promoters wa Nakuru ni 3,600 ambao watafanya hiyo kazi, na watakuwa kwa payroll yetu. County government ya Nakuru itatoa pesa nusu ya kuwalipa. National government ambaye mimi naendesha na huyu Rigiji tutatoa nusu ya kulipa hiyo watu. Katika mpango ya mwaka huu tumeweka 110 million ya kulipa hiyo community health promoters ya national government. County nyinyi MCAs mwende mupange vile mtafanya yenu, si ndio? Mna hiyo. Tumepanga vile vile hawa watu tutawapatia equipment ya Nakuru County. Mama Susan, they are almost ready. We will give you the equipment. Tumeweka milioni 100 tayari ya kulipia equipment ya community health promoters wa Nakuru County. Mnanielewa? Ndio tupambane na mambo ya afya kuanzia kijiji. Nimekubaliana na Susan ya kwamba atajenga hospitali. Amesema anataka kujenga hii yenu ya Molo hapa. Akikamilisha tutawapatia equipment. National government, we are coming to equip. Akijenga ya Elbagon, akimaliza tutakuja kuweka equipment. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka tusaidiane, tuondoe changamoto ambazo zinawakabili wananchi wa taifa letu. Tushirikiane hivyo, tufanye hiyo kazi pamoja. Vile vile wakati nilikuwa hapa Molo na nikasema hii Kasarani yetu iko hapa, watu wengi wanaishi huko, na ndio sababu by the way nimekuja kanisa hapa leo, kwa sababu sikualikwa na huyu KK. Mimi ndio nilimpigia simu nikamwambia, sikia, mimi nakuja kanisani Molo. Nani mtu muungwana ajanizuia, akaniambia tafadhali kuja mapema, usichelewe. So tumekuja hapa kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Iko dawa ingine ya deni? Si ni kulipa? Tulikubaliana mambo ya Kasarani. Na niliwaambia tutapanga mambo ya Kasarani. Sio vizuri watu wanaishi pale, hakuna choo, hakuna maji, barabara mbaya, na watu wameishi mahali padogo watu wengi.
So tumepanga tayari, huyu waziri ndio yuko hapa. Tunakuja hapa mashinani kwanza, hiyo ndio rahisi. Tunakuja hapa mashinani, waziri itakuwa tayari maishani. Okay, maishani. Sawa waziri. Maishani hapo tunakuja kuanza manyumba ya the first 200 houses hapo. Lakini nimeambia waziri na wale watu wengine wakuja wapange mambo ya Kasarani. Kwa sababu ile finance bill mnasikia ilikuwa inazunguka ni pesa ya Kasarani ndio nilikuwa natafuta. Kwani mlikuwa mnafikiri mimi nitakuja kujenga hiyo Kasarani na nini? Si lazima itafutwe ushuru. So mambo ya Kasarani, mimi nataka gavana wetu, mjumbe wa hapa, viongozi wa hapa wakubaliane. Mko na shule hapo iko na ekari 50. Si ndio? Nataka mkubaliane kwa sababu watu wa Kasarani tunataka tuwapange pia wapate mahali pazuri. Mimi kama mnahitaji pesa ya kuongeza na shule, mimi nitawapatia pesa. Mseme mnataka pesa ngapi ya kuongeza shule. Lakini mkate ekari 10 nataka tufanye housing hapo. Nataka nijenge kwa hiyo ekari 10, nitafute kama tunaweza kujenga nyumba 1500 hivi. Hawa watu wa Kasarani tuwahamishe hapo, alafu tujenge manyumba ingine 1500 mahali wanaishi hapo kwa hiyo ekari ingine 5, ndio waishi jameni kama watu wa dunia hii ingine. Ama namna gani? Alafu hapa Molo mimi nataka tujenge nyumba zingine. Mnajua sasa nimepanga maneno huko vizuri mpaka imekaa chonjo. Manyumba ya hapa Nakuru mimi nataka tujenge kama nyumba 20,000, 30,000 ya watu wa Nakuru, na tuko na sababu. Sababu ya kwanza ni kuondoa wale watu kama wale wako Kasarani wasiishi kwenye slum. Ya pili, nyinyi ni county ambayo mnazalisha chakula. Tukiendelea kukatakata mashamba watu wanaishi, mzee anagawanya, inakuwa ekari 10, inakuja ekari 5, inakuja nusu eka, mwisho hatutakuwa na mahali ya kulima. So tunataka tukusanye hii watu yote tuishi mahali moja, ibaki ile shamba tuzalishe naye chakula, watu wanaongezeka na ardhi haiongezeki. Tunaelewana? Vile vile nataka tupange ajira ya vijana.